nina ndaberekero Agnes matiko ini pato mwigone kebure kote muzi enkuhamine. Bado siamini jinsi boma langu lilivyobomolewa. Tangu wakati huo afya yangu imedorora, nimekuwa mgonjwa tu. Hata kutembea natembea kama nimejikunja. Mwili wangu unachakaa. Siamini kwamba jaji angeweza kutoa maamuzi kama haya, maana nimeolewa katika boma hili nikiwa msichana. Nimeishi katika ardhi hii, nimezaa watoto hapo, nimepata wajukuu hapo. Kule ndiko kulikuwa nyumbani kwangu. Daniel mwanangu, ninashangaa sana nawe. Umezaliwa nikikuona mimi, nimekulea, nimekuosha, nimekupikia kama mamako. Mbona mwanangu kanifanyia hivi? Mimi ombi langu ama oni langu kwa serikali ni kwamba, je, nitawezaje kupata haki yangu? Maana nilichotendewa sioni kama ni haki mbele yangu, hata mbele ya macho ya kibinadamu. Ukubona atemure mubere wana kwa bebere enena ruguru inyumbere menye kami nyumba yitinyi enena ruguru hatandage hono nigonkorara hansi hati kararo tenena ki komagonera gamu kumbati nkorara atege kwibisha tenena ki mani bintu byonso embe byanyere kai nine menyere hano tu ndaganya Mungu mwene kirara mbangere ono ni sirikali yangu kora monega nduri hata nyuri eke kwibisi usege kurara nomorama hena. Mtoto wa ndugu yangu ambapo ndio mlalamikaji alisema ati baba yao alizaliwa yeye mwenyewe, na sisi tulizaliwa watoto 4 na baba yetu na mama yetu, hata sura tunafanana. Biology yao ya baba yao iliandikwa ikatanganya kwamba ati baba yao alizaliwa mwenyewe, ati sisi tulizaliwa sehemu ingine, mahali ingine, na baba yao hakuna siku alituhamisha. Atanganya koti namna hiyo alitanganya, na sisi tunafanana. Ninalia nisaidie, serikali nisaidie, haki ya binadamu nisaidie. Hata mke wangu alipokubwa ni hapo kwa hiyo shamba ndio alishikwa kwa miaka 30 mpaka nilioa nikiwa kwa hiyo shamba. Haya ni maelezo kutoka kwa mzee Lucas Chacha. Mwaka wa 1977 ukoo uliketi na kugawa shamba la baba ekari 45 kwa kupanda mipaka ya makonge. Uamuzi wa ukoo ulikuwa hivi: Jackson Wambura apate ekari 25 kwa sababu yeye ndiye aliyewalea. Pius apate ekari 10, Lucas apate ekari 10, na ukoo ukapanda makonge. Wandugu hao watatu waliridhika na maamuzi ya ukoo. Lakini mnamo mwaka wa 1985 Jackson Wambura aling'oa mipaka kwa nia ya kuwafurusha nduguze. Ukoo uliingilia kati pamoja na Chief Samson Chacha, wakamkemea Jackson Wambura, na Jackson Wambura aliomba msamaha na amani ikarejea. Lakini baadaye Jackson Wambura alifariki. Mzozo ukaibuka upya kwa madai ya Pius na Lucas. Mwanaye Jackson Wambura kwa jina Daniel Waisiko Wambura, aliyekuwa na nafasi na uwezo mkubwa wa kifedha, alidai kuwa wazee hawa sio ndugu wa baba yake, bali ni wavamizi wa ardhi. Sio maneno yangu, bali ni maneno ya wazee hawa wakongwe. Hebu tupate kusikia hukumu na athari zake.
Kesi hii iliendelea kwa miaka. Hatimaye Jaji George Atemu Ong'ondo akatoa hukumu kwa manufaa ya familia ya Daniel Wambura. Katika hukumu, wazee wakaamriwa kubomoa nyumba zao, kuhama mara moja kutoka katika ardhi walioishi maisha yao yote, kwa tuhuma kwamba wao ni wavamizi na hawajulikani walikotoka. Maskini. Katika hali ile ya ubomoaji, hatukuokoa chochote. Hatukuamini watoto wa ndugu yetu wangeweza kutufukuza. Tulikuwa na rufaa, lakini ubomozi ulifanyika ghafla, anasema mzee Lucas, machozi yakimtoka. Mke wake alizirai siku ya ubomozi, na tangu hapo afya yake haikuwahi kuwa sawa. Naye mke wa Pius alizikwa katika ardhi hiyo hiyo. Kunayo maswali makubwa ya kisheria na ninaenda kuchanganua. Ya kwanza, je, Limitation of Actions Act Cap 22 haikuzingatiwa? Je, dhana ya adverse possession kwa mtu aliyeishi zaidi ya miaka 12 haikuwa na maana yoyote? Kwa nini ushahidi wa dada yao Susan Nyamuhanga ulipuuzwa? Kwa nini hakukuwa na agizo la DNA kuthibitisha undugu kati ya Jackson Wambura na ndugu hawa wawili? Kwa nini mtoto mdogo aliwekwa kama administrator wa shamba la ekari 45 huku familia ikiwa na watu wazima? Jaji Ong'ondo, ilikuwaje ukakataa kuzingatia historia hii yote ya maisha ya familia hii? Ilikuwaje ukapuuza ushahidi wa dada yao marehemu Susan Nyamuhanga aliyethibitisha wazi kuwa ardhi hiyo siyo ya Jackson Wambura bali ni ya baba yao? Jaji Ong'ondo, sheria inasema nini kuhusu mtu aliyeishi katika ardhi kwa zaidi ya miaka 12? Uamuzi wako uliongozwa na ushahidi upi? Maana familia ya wakubwa haikuwa na shahidi yoyote. Mpendwa mtazamaji, shiriki katika simulizi hii, ongea, usinyamaze, kwa sababu leo ni wao, kesho inaweza kuwa wewe na mimi. Waathiriwa waliomba court proceedings, walinyimwa. Waliandika malalamishi kwa idara au taasisi mbalimbali kama Judiciary Service Commission, DCI, Ombudsman. Hakuna yoyote aliyewajibu. Na huu ni mwito wa haki. Hii si kesi ya familia, ni kengele hatari kwa taifa. Ikiwa mahakama itageuzwa mnada, anayeshinda ni mwenye bei ya juu na anayepoteza ni mnyonge, basi tunaelekea pabaya. Hoja ya kisheria: hukumu ilikosa msingi. Kisheria, kesi hii ina maswali mazito yasiyoweza kupuuzwa. Kati ya kesi hii, wazee waliishi hapo, walikuwa wazazi, walijenga, walilima, walilea familia. Hakukuwa na pingamizi la kisheria kwa miongo hiyo yote. Pili, ushahidi wa ndugu wa damu Susan Nyamuhanga ulipaswa kupewa uzito mkubwa wa kisheria, hasa katika masuala ya urithi na ardhi ya ukoo. Nne, mahakama ilishindwa kutumia nguvu zake kisheria kuagiza: moja, uchunguzi wa DNA; pili, uchunguzi wa historia ya umiliki wa ardhi; tatu, tathmini ya mila na desturi za jamii husika na Wakuria kwa jumla. Kwa misingi hii, hukumu hii inaacha doa kubwa la kisheria na kimaadili. Swali si kama jaji ana mamlaka. Swali ni, je, mamlaka yalitumiwa kulinda haki? Mheshimiwa Jaji Mkuu Martha Koome, historia yako ya kutetea haki za binadamu inatoa matumaini. Ni kilio cha wazee hawa kuwa haki itatendeka kabla ya taa ya maisha yao haijazimika. Tupaze sauti, tulinde haki, tukomboe mahakama ya nchi yetu.
Ee Mungu utusaidie, haki iwe ngao na mlinzi wetu. Amina, amina, amina. Nimekuwa msimulizi wako George Chacha, nikiyatoa moyoni kwa machozi, maana hata mimi ni mwathiriwa wa utendakazi wa Jaji Ong'ondo. Nifuatilie katika Facebook, TikTok na YouTube kwa mengi zaidi. Asante.